Baba, tunakushukuru kwa ajili ya shuhuda zote zilizotolewa mahali hapa. Tunaomba uzifunike kwa damu ya Yesu Kristo, yule mwovu shetani asije akaziharibu. Amen. Tunaomba Mungu walinde wazazi wetu. Tunaomba uwape miaka mingi kama bibi ambaye amefikisha miaka 93. Tunaomba uwape miaka mingi ya furaha na amani, wakiendelea kuwafurahia watoto na wajukuu na vitukuu vyao katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea na wamama wote ambao wanakaribia kujifungua, wengine wako leba saa hizi. Tunaomba Mungu awasaidie waweze kujifungua salama katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tunaomba ile roho ya ule muda wa faraga basi tukaendelee kutumia, tuweze kuendelea kuwa faraga na Yesu ili tuweze kumsikia na kuyaona yale yote ambayo anataka kuyaone kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako anayeumwa, mwambie huumwi. Kuna mtu anaumwa afu mwambie huumwi. Mwambie huumwi. Mwambie huumwi. Ni mapambano na shetani tu. Lakini Yesu ni jemedari wa mapambano. Hakika utashinda. Haleluya. Haleluya. Kama kuna chochote kinakuumwa, mimi nakwambia hauumwi. Amina. Hauumwi. Ni mapambano tu. Lakini Yesu ni jemedari wa mapambano. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Amen. Na kwa wewe ambaye unakatishwa tamaa, unatiwa hofu, shetani na mawakala zake wamekuvalia, yani wanahakikisha wanataka usitoboe, usifike pale. Mimi nakwambia kwa jina la Yesu, songa mbele. Songa mbele, usirudi nyuma katika jina la Yesu. Amina. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Vikwazo visikuzuie, hofu zisikuzuie, chochote kilichosimama kama mlima mbele yako kisikuzuie. Ambia huo mlima utakuwa tambarare, nitakatiza, nitasonga mbele, lazima nifike pale kwenye hatima yangu katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amina kubwa kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Muulize mwenzako, uko tayari kuonekana? Uko tayari kuonekana? Hilo ni swali Mungu anakuuliza. Uko tayari kuonekana? Uko tayari akuonyeshe uhalisia wako? Wewe ni nani? Haleluya. Muulize tena mwenzako, uko tayari kuonekana? Hilo ni swali ambalo Mungu analituma kwako. Amelituma kwako siku ya leo kukuuliza, ujikague. Akiamua kuonyesha uhalisia wako, je, huo uhalisia wako unasemaje? Huo uhalisia wako unasemaje? Manake anasema kuwa halisi kabla sijaonyesha uhalisia wako. Haleluya. Haleluya. Kuwa halisi kabla Mungu hajaonyesha uhalisia wako. Kwa kama kuna njia za kona huko nyuma uziache. Manake Mungu, ili swali limekuja, manake anataka kuonyesha uhalisia wa watu. Sasa kama kuna kona afadhali uachane nazo, asije akaziweka lile neno anasema vilivyokuwa chini ya uvungu vitawekwa juu ya paa. Kwa kama kuna ambavyo viko chini ya uvungu, afadhali ukavitoe, kama vifai ukatupe kabla havijachukuliwa vikawekwa juu ya paa. Haleluya. Muulize tena mwenzako, uko tayari kuonekana? Uko tayari kuonekana? Uko tayari Bwana aonyeshe uhalisia wako? Maana macho yetu hayaoni, lakini macho ya Bwana yanaona. Haleluya. Kwa hiyo kaa vizuri kabla Bwana hajaweka hapo juu. Alafu akiweka hapo juu usilie kwamba haukuambiwa. Hivyo. Kuna watu wana shida kwenye mwili wao, kuna vipele vinawawasha. Wana vipele kwenye mwili vinawasha. Bwana anaingilia kati na anakwenda kukomesha hiyo shida. Haleluya. Kuna watu wana shida ya masikio. Wana shida ya masikio. Na wakati Mungu anasema watu wana shida ya masikio, akasema ni masikio ya mwilini, lakini hata masikio ya rohoni ya watu sasa hivi yana shida. Hayasikii inapopaswa kusikia. Kwa Mungu anakwenda kushughulika na hiyo shida ya masikio ya mwilini na masikio ya rohoni, ili hiyo shida iishe. Kama Yesu alivyomwambia yule aliyekwenda kumwombea, akamwambia efata. Na leo tutakwenda kusema efata, na masikio hayo ya mwilini na ya rohoni yatafunguka katika jina la Yesu. Sema amina kubwa kwa Bwana. Lakini kuna watu wana shida ya magoti, wanaumwa magoti. Magoti yanasumbua.
Bwana amewaona na anakwenda kukomesha hiyo shida katika jina la Yesu. Amen. Lakini anasema kuna mtu mambo yamemjaa, yamemzidia mpaka naona hawezi tena. Hawezi tena. Na huyu mtu anaimba wimbo unaosema, ulisema naposhindwa nikuite, nami leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache Mungu wangu, ewe Yesu uniongoze. Bwana amesikia hiyo. Bwana amesikia hiyo. Haleluya. Bwana amesikia hiyo. Bwana ameliona hilo. Anakwenda kuleta amani na utulivu. Anakwenda kumaliza hayo yanayokutatiza. Anakwenda kuondoa huo msongo. Anakwenda kuleta utulivu katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Lakini pia akasema kuna roho zinasumbua watu. Kuna watu wanasumbua na roho za kukata tamaa. Anakata tamaa. Yaani anaona kama hivi, mbona sioni kama naenda? Hivi nitafika kweli? Hivi nitapiga hatua kweli? Haoni anakoelekea, haoni. Anakata tamaa. Wengine wanasumbua na roho ya kukataliwa. Kila anakoenda anakataliwa. Anakataliwa. Yaani akaniambia hao watu hata hela zinawakataa, hata wateja wanawakataa, hata faida zinawakataa. Kila anachokifanya kinamkataa. Roho ya kukataliwa imezunguka kwenye maisha yake. Bwana anakwenda kuachilia nguvu yake, na hizo roho za kukataliwa, hizo roho za kukata tamaa, Mungu anakwenda kuzikomesha leo katika jina la Yesu. Amen. Yuko Yesu ambaye ni Bwana, atakwenda kuonyesha ubwana wake, na huo bwana wake utakapoonekana, hizo roho hazitakuwa na nguvu tena za kukusumbua, na utasimama, utasonga mbele, utaona njia, utaona mwanga, maana giza ambalo limewekwa na hizo roho litaondoka, na mwanga na nuru ya Kristo utasimama. Utaona njia ya kwenda katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. 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 Mwambie mwenzako hauendi chini. Mwambie uendi chini wewe. Hauendi chini. There is no way you are going down. Hauendi chini. Hata hiyo biashara yako haiendi chini. Hayo hamna kinachokwenda chini. Mwambie hauendi chini. Mwambie unajua unaenda wapi? Mwambie unajua unaenda wapi? Unaenda mbele. Unaenda mbele. Kule ndio kwako. Huku chini sio kwako. Haleluya. Kama kuna sauti yote ambayo ilikuwa inakwambia unakwenda chini, mambo yako yanaenda chini, mambo yako yanaanguka, mambo yako yanaanguka, hayaanguki katika jina la Yesu. Amina. Hayataanguka katika jina la Yesu. Amen. Hayataanguka katika jina la Yesu Kristo. Hayataanguka. Mungu aliumba kwa kusema. Aliwabariki wanadamu baada ya kuomba pale kwenye Mwanzo 1, alisema. Na mchungaji amekwambia hapa tena, sema. Na Rehema amekuja hapa akaambiwa sema. Haleluya. Kuna mtu anataka kusema. Kuna mtu anataka kusema kuhusu maisha yake. Kuna mtu anataka kuisemea wiki yake. Haleluya. Kuna mtu anataka kuisemea wiki yake, kwamba mimi wiki yangu imebarikiwa. Hii wiki mimi nimejaa kibali cha Bwana kimenizunguka. Hii wiki kutakuwa na ongezeko kwenye biashara yangu. Hii wiki kila nitakalofanya litafanikiwa. Hii wiki wanaonizungukia hawataniona. Hii wiki nitashinda na kuna mtu anataka kusemea wiki yake. Unataka kuisemea wiki yako? Haleluya. Kwamba kibali ni fungu langu, kuongezeka ni fungu langu, kubarikiwa ni fungu langu, wale wasaidizi wa kimungu ni fungu langu. Nitakutana nao wiki hii. Yale yaliyoshindikana wiki iliyopita, wiki hii yatawezekana. Kuna mtu anataka kuandika kwa kalamu yake? Kuna mtu anataka kuandika kwa kalamu yake? Andika na itakuwa kama ulivyoandika katika jina la Yesu. Amen. Kama ambavyo alisema pale, ililoandikwa na utakaloandika limeandikwa, na Bwana atalisimamia na atalitekeleza, na utakuja kutoa ushuhuda mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Kuna mtu amewekwa juu ya mataifa na juu ya falme hapa. Kuna mtu amewekwa juu ya mataifa na juu ya falme. Kuna mtu amewekwa juu ya mataifa na juu ya falme. Mimi nimewekwa juu ya mataifa na juu ya falme. Ninajijua. Wewe je?
Unajitambua hivyo kwamba umewekwa juu ya mataifa na juu ya falme. Kuna Yeremia hapa. Kuna Yeremia hapa aliyeitwa na Mungu tangia tumboni kwa mama yake. Sijamuona. Haleluya. Haleluya. Kuna Yeremia aliyeitwa ambaye Bwana amemchagua tangia tumboni kwa mama yake, akamweka juu ya mataifa, akamweka juu ya falme. Haleluya. Haleluya. Huyo mtu ana kazi 6, ana kazi ya kung'oa, ana kazi ya kuharibu, ana kazi ya kuangamiza. Ana kazi gani nyingine huyo mtu? Ana kazi ya kujenga, ana kazi ya kupanda. Huyo mtu yuko mahali hapa. Huyo mtu yuko mahali hapa. Aliyewekwa juu ya falme, aliyewekwa juu ya mataifa ili akang'oe, akaharibu, akaangamize, akabomoe, akajenge, akapande. Kama huyo mtu yuko, aibu ajipigie makofi mengi na vigelegele. Na pia lakini yuko mtu ambaye anasema amepewa mamlaka. Haleluya. Yuko mtu ambaye amepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila nguvu ya mwovu, na hakuna litakalo mzuru. Haleluya. Sasa kila roho inayohangaisha maisha yako, zile roho za kudumaza. Kuna watu wana roho za kudumaza, yani umepigwa roho ya kudumaza, kila unachokifanya kinadumaa, hakikui, kinabaki pale pale. Kinabaki pale pale. Mikwamo. Sasa hizo roho ukikutana nazo, ukiona mambo yako yamekwama, ukiona mambo yako yanadumaa, ukiona mambo yako hayaendi, kumbuka kwamba umewekwa juu ya falme na juu ya mataifa. Kanyaga hizo roho, bomoa hizo roho, haribu hizo roho. Haleluya. Ziambie wewe roho, wewe ni nge, wewe ni nyoka, na ninao mamlaka kukanyaga. Hautafanikiwa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele, wewe ambao unajijua umewekwa juu ya falme. Basi nitakuacha na andiko hili. Kumbuka, nirudi hapo kukumbuka. Unayesema unaumwa huumwi. Unayesema unaumwa huumwi. Haleluya. Mungu atakupa akili katika mambo yote. Akili yako ikisema siumwi, siumwi. Amina. Ukisema naumwa, unaumwa. Ukisema siwezi, huwezi. Ukisema nitashindwa, utashindwa. Ukisema hapa sitoboi, hutoboi. Haleluya. Sasa unayeumwa huumwi. Ambia hiyo hali yako, mimi siumwi. 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 Sina shida. Niko vizuri sana. Sina shida. Alafu uone kama hiyo hali itaendelea. Haumwi. Amina. Ulikuwa umekata tamaa ya kusonga mbele, songa mbele. Hakuna kurudi nyuma. Lakini wale ambao wana shida ya magoti, wana shida ya masikio, vipele kwenye mwili, msongo wa mawazo, na yote niliyoelezea hapo, basi baada ya hapo tutafanya maombi kwa ajili ya Mungu kuingilia kati kumaliza hizo shida katika jina la Yesu. Amina. Lakini usisahau, uko tayari kuonekana. Namalizia na somo na mstari ufuatao. Waefeso sura ya 3. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14, hapo nitaanza. Ili ndio neno langu la kumalizia la kukamata wiki nayo kuja hii. Waefeso sura ya 3 kuanzia mstari wa 14 nasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amen. Amen. Kwa namwomba Mungu wiki hii akujalie kwa kadri ya utajiri wake, usipungukiwe na chochote katika wiki hii. Utajiri wa Bwana ukakufunike, ukajaze kule kote kwenye mahitaji katika jina la Yesu Kristo.
Utukufu wa Bwana ukakuzukie katika jina la Yesu Kristo. Ukafanyike kuwa imara katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu zikajae na kukuzingira wiki hii kwa namna tofauti sana katika jina la Yesu Kristo. Utu wako wa ndani ukabadilike ukawe mpya katika jina la Yesu Kristo. Imani yako ikaongezeke katika jina la Yesu Kristo. Ukaujua upendo wa Yesu ambaye ni Bwana wetu kwa upana, kwa urefu, kwa kimo na kwa kina katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakufanyie mambo ya ajabu ambayo hujawahi kuyaomba wala kuyawaza wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kwa Bwana. Sema amina tena kwa Yesu mwana wa Mungu. Amen. Asante.